Tunaelewana? Mimi narudi hapa tena mambo ya affordable housing. Mimi narudi hapa tena kwa sababu tumekubaliana na wabunge wenu ya kwamba pia hawa vijana lazima tuwapangie ajira pale katika kila ward. Nataka mnisikize vizuri. Kila ward tutakuwa na ICT hub, mahali tutapeleka internet, tutakuwa na kompyuta 200 300, ndio tupange digital jobs ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tumeongea na Wamarekani, tumeongea na Wajerumani, tumeongea na watu wa UAE na Saudi, na tumeongea hata na watu wa Canada. Wako tayari kupanga ajira ya hawa vijana wetu, lakini vijana hawa lazima tuwafundishe kompyuta ndio wafanye kazi hiyo digital jobs. Wanafanya kazi wakiwa hapa Kakamega, lakini wanafanya kampuni iko Marekani. Nyinyi vijana mko tayari? Nyinyi mtashindwa kufinya kompyuta? Mtashindwa? Ama mko tayari? Mko tayari? Tupange hiyo kazi. Ndio mimi nataka niwaambie kwa heshima kubwa. Mambo ya Mumias nimetangaza mimi nasuluhisha mambo ya Mumias. Wakati nilisimama hapa niliwaambia mambo matatu. Ya kwamba Mumias haitauzwa ati kwa sijui privatization ati mtu ahame nayo. Hiyo haiwezekani. Mumias ni mali ya wananchi wa Kakamega. Sijui kama tunaelewana. Jambo la pili, mimi niliwaambia madeni. Tumeelewana? Sasa nimepeleka bunge. Madeni yote ya kampuni 5 za serikali ikiwemo ya Mumias na Nzoia, bilioni 117. Hiyo madeni yote tumesema kama serikali tunaifutilia mbali, ndio kampuni hiyo iwe ni kampuni ambayo haina madeni. Nyinyi mnanielewa? Jambo la tatu, kuna makatel, wakora, matapeli wako pale. Sijui huyu anapeleka huyu kotini. Mwingine anasema sijui alinunua ile cogen facility hapo. Mwingine alisema alifanya nini. Mimi nimewaambia hawa watu wote, hakuna mtu ako na kitu hapo. Hawa wakora wote watoke. Nyinyi mnanielewa? Nimewaambia hawa watu wote hapo watoke. Hiyo kampuni ni kampuni ya wananchi na tutaipangia upya. Hakuna kesi tutaentertain hapo. Kesi watoe na wao wenyewe watoke. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Na nimewaambia mambo ni mangapi? Matatu. Wakitaka kuniletea kisirani, either wahame Kenya, ama nitawaweka jela, ama wasafiri waende mbinguni. Jameni, si wametusumbua ya kutosha hapa Mumias? Mnataka waendelee kutusumbua? Hapana. Tawe, hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Ama namna gani? So mambo ya Mumias nimemwambia huyu gavana wetu atapanga conference hapo. Nitatuma watu wa treasury, nitatuma watu wa wizara, tukubaliane vile Mumias itasonga mbele. Tumekubaliana jameni? Waulile. Tuko pamoja? Tutatembea pamoja? Lakini jambo moja mimi nataka mnisaidie. Mimi kazi yangu nitapunguza gharama ya mbolea na nitapunguza gharama ya mbegu, na tutahakikisha kwamba mbegu inafika hapa Sianda, ile ya Sianda. Tumekubaliana na gavana Baraza. Tumekubaliana? Ile mbolea ilikuwa shilingi 7,000, sasa tumeteremsha mpaka 2,500. Na ile cereals iko huko Kakamega, sasa tumesema store ifunguliwe hapa Sianda. Ndio watu wa Sianda wapate mbolea yao hapa karibu. Nyinyi mtasaidia kusalisha chakula jameni? Ndio tuondoe njaa. Ndio mimi nawaambia wale jamaa wengine, hata kama nyinyi ni hodari kiasi gani, hata kama nyinyi ni wanganga kiasi gani, uweze kuvaa sufuria kwa kichwa ati ndio bei ya unga iteremuke. Sasa nikuulize wewe mtu wa Sianda hapa, kuna mtu ukivaa sufuria kwa kichwa kufanya maandamano bei ya unga ndio itashuka? Sio? Ni upuzi ama ni ujinga ama ni yote mbili? Hiyo watu ni bure kabisa. Ama namna gani jameni? Sasa unajua mimi niliwaambia wale watu hakuna vile wanaweza kunishinda. Kwani mtu akitenda vile mnaona kweli kama mtu anaweza kunishinda? Siku hiyo walikuwa na Uhuru Kenyatta na msupport. Wako na ile kitu walikuwa naitwa system.
Oh, wako na sijui deep state. Oh, sijui wako na machinery. Oh, sijui na nini. Lakini niliwaambia hawawezi. Na niliwaambia nitawamalizia asubuhi na mapema. Ama tuliwamaliza. Saa hii bado anazunguka. Oh, ati saba ifunguliwe. Sasa my friend, sasa siku ile mlikuwa na serikali, mko na system sijui nini. Mbona hamkufungua saba siku hiyo? Sasa mnakuja kunisumbua nini? Sijui kama si nyinyi mlimaliza hiyo kazi. Tarehe 9 mwezi wa 8. Si mliamka mapema? Mkapiga kura. Si mlimaliza ya MCA? Ya mbunge mlimaliza? Senator mlimaliza? Gavana mlimaliza? Ya rais mkamaliza? Lakini hata nyinyi mulinipunguzieko sana. Lakini sawa tu. Sawa. Lakini hiyo kura yenu ni ya maana kwa sababu ndio ilifanya nikapita hawa jamaa. Mtu kama Cleo, si Cleo yuko hapa? si walikuwa anashindana na Baraza. Lakini huyu Cleo wakati matokeo ilitangazwa alikubali. Akaunga mkono Baraza kwa sababu yeye ni mtu muungwana. Wale majamaa wengine hawaamini matokeo ya uchaguzi, hawaamini Mungu, hawatoi sadaka, hawafanyi chochote. Sasa ndio mambo yao inaendanga kombo. Nini mnanielewa? Si anda tumeelewana? Sasa mimi nawauliza nyinyi. Si sasa tupange jameni ajira ya hawa vijana. Na tuzalishe chakula tuondoe njaa. Na tupange mambo ya Mumias muweke pesa kwa mfuko. Iko haja ya kulumbana mambo ya siasa tena? Iko haja ya kusumbuana na maandamano? Hawa jamaa nimewaambia mambo ya maandamano ya fujo haitafanyika tena Kenya. Mambo ya kulete fujo, kuchoma lami, kuharibu mali ya mama mboga, kuharibu biashara ya watu, kuharibu mali ya umma, kulete fujo, kusabotage uchumi ya Kenya. Mio maneno haitaendelea Kenya hii. Sijui kama tunaelewana. Na nimewaambia nitawakalia ngumu hiyo watu. Bana. Hapana. Kwani nyinyi mnataka mtu aendelee kuchoma lami? Saa hii tunahangaika kutengeneza lami, kuna mtu anakuja kuchoma. Hiyo watu waache upuzi. Si ndio? Namna hiyo ama namna hiyo? Mnakubali tuachane na maandamano? Hii ya fujo ya kuleta hasara. Wangapi anasema tunapinga maandamano ya fujo? Kabisa. Na tutawaambia watu wasianda wamesema msilete maandamano hapa. Tuko pamoja. Kwa sababu imekuwa jioni. Si ndio? Na mimi sitaki bibi ya mtu atoke hapa alafu asemekane alikuwa kwa mkutano yangu alafu mambo ikafanyika. So wacha nimalize haraka. Si ndio? Tuko pamoja. Hapa tuko na gavana wetu Mheshimiwa Baraza. Hapa tuko na ndugu yetu Wangwe, mbunge wetu wa ng'ambo hiyo ya kutoka hapa Navakholo. Pale tuko na Shinali, mbunge wetu wa Shinali wa Ikolomani. Tuko na mbunge wa Shinyalu hapa Bwana Ikana. Tuko na Secretary General